Watu wengi wanafanya biashara, lakini hawana biashara, wana kazi tu waliojitengenezea wenyewe. Na tofauti kati ya hizi mbili ndio tofauti kati ya uhuru na kufungwa. Ukijua leo hii, hutaona tena jitihada zako kwa njia ile ile. Nafikiri unamuona, anaamka mapema kuliko wafanyakazi wake wote, analala baadaye kuliko wote. Yeye mwenyewe ndio muuzaji, yeye mwenyewe ndio mhasibu, yeye mwenyewe ndio dereva, yeye mwenyewe ndio msaidizi. Lakini mwisho wa mwezi anachoka kuliko wafanyakazi wake wote, lakini kipato anachokipata bado ni kidogo zaidi kuliko alichokitarajia. Anafikiri ana biashara, lakini ukweli ana kazi ngumu kuliko alikuwa anafanya ofisini, lakini pia hakuna anayelipa overtime. Katika dakika chache zijazo utajua tofauti ya kweli kati ya kazi na biashara. Si hilo unayoambiwa mtandaoni. Utajua kwa nini watu wengi wanaanzisha biashara lakini wanabaki kuwa wafanyakazi wa biashara zao. Na muhimu zaidi, namna gani ya kuondokana na hali hiyo bila kupoteza kitu chochote ulichokuwepo nacho sasa. Kwanza, ufafanuzi rahisi. Kazi ni hii, unafanya kitu unapata pesa, usipofanya pesa inasimama. Na biashara ni hii, ni mfumo unaofanya kazi, pesa inakuja hata ukiwa umelala. Na hapa ndipo watu wengi wanapochanganya. Wanafikiri kuwa na duka ni biashara, wanafikiri kujiita CEO ni biashara, wanafikiri kuacha ofisi na kuanza kuuza ni biashara. Hapana. Kama wewe unaondoka na kila kitu kinasimama, bado una kazi. Webadilisha tu mwajiri wako, na sasa mwajiri wako ni wateja wako. Acha nikupe mfano mmoja. Fikiria mafundi simu wawili. Fundi wa kwanza ni bora sana, kila mteja anamtaka yeye mwenyewe, ila yeye mwenyewe ndio anayefungua simu, anayetengeneza simu na anayekabidhi simu. Anapata dharura ya wiki moja, wateja wanaendelea kuja, mlango uko wazi, lakini huduma isogei kwa sababu biashara nzima ilijengwa juu yake. Fikiria kwa fundi wa pili. Alianza peke yake kama huyo wa kwanza. Taratibu akaandika mfumo, akawafundisha mafundi wengine, akaweka viwango vya kazi. Na yeye anakuja anapata dharura wiki moja. Bado wateja wanaendelea kuja, wateja wanaendelea kuhudumiwa na pesa zinaingia. Hawa wote wawili walikuwa fundi simu, lakini mmoja aliuza muda wake na mwingine alitengeneza mfumo. Hapo ndipo kazi ilipoishia na hapo ndipo biashara ilipoanzia. Na huu ndio ukweli mchungu ambao watu wengi hawataki kusikia. Wengi wenu mliondoka makazini kwa sababu mlitaka uhuru, lakini mliingia kwenye gereza lingine ambalo mlilijenga wenyewe, na ufunguo wake upo mfukoni mwenu. Tofauti kubwa iliyokuwepo kati ya mfanyakazi na mfanyabiashara si kadi ya biashara, si jina la kampuni, wala si ofisi nzuri. Tofauti ni hii: je, biashara yako inaweza kukufanyia kazi au wewe ndio unaifanyia kazi biashara yako? Jibu rahisi ni hili: usiache kufanya kazi ndani ya biashara, hasa mwanzoni. Kila kitu lazima ufanye mwenyewe, lakini tangu unaanza inabidi uwe na swali moja akilini mwako: ninachokifanya leo unaweza kumfundisha mtu mwingine kufanya? Ninachokifanya leo unaweza kutengeneza mfumo wake? Kwa sababu biashara kweli haianzishwi pale siku utapofungua milango. Inaanza pale siku utapotengeneza kitu ambacho kitaweza kusimama bila wewe. Kabla hujaondoka kwenye video hii, jiulize swali moja la uaminifu. Kama ingetokea wewe ukatoweka ndani ya wiki moja, biashara yako ingeendelea au ingekufa pamoja nawe? Jibu lako linakwambia uko wapi. Andika kwenye maoni: ninajenga mfumo, si kazi. Nafuata elimu ya biashara kwa sababu elimu hii haipatikani darasani. Na uhuru wa kweli wa biashara hauanzi pale utakapoacha kuajiriwa. Utaanza pale biashara yako itapoanza kusimama bila kukuomba uwepo wako kila siku.